Mungu asubiri uzungumze ndo aseme mwanangu nakupenda. No, your character determines the love you have to your father. Tabia yako inatuambia upendo ulionao kwa Mungu. Hauhitaji kuomba nguvu ndo useme mtu apone. No, character himself turns to power. Ndio maana character ni kama taa kwenye mshumaa, yakiisha mshumaa hauwake. Ili maisha yako yawe na nguvu, you have to maintain the character of God. Lazima umaintain sifa za Kristo, hofu ya Mungu, hekima, maarifa, unyenyekevu. Unajitoaje kwa mambo ya Mungu? How far are you kwenye eneo la kufinance the kingdom? Do you think Mungu anajitoa kwako kwa sababu umeomba sana? No, kuna level Mungu ajitoe kwa sababu umeomba. Kuna wakati Musa alibadilisha mawazo ya Mungu. Imagine the man. A man alibadilisha mawazo ya Mungu. How, apostle? Kwa sababu alikuwa anatembea to the dimension of God. Amen. Muulize Enoch. Enoch hakuwa ni mtu ambaye alikuwa wa kawaida. Ardhi na dunia ilishindwa kumshikilia Enoch. Kwa sababu gani? Mungu hawezi tembea duniani. Enoch alifika mahali ameshaiacha dunia, kilichotokea ni kupaa, akatoweka. Come on. Ndio maana watu ambao they operate kwenye dimension kubwa ya Mungu hawaishi muda mrefu. Wakikaa muda mrefu duniani, wanadamu wanaweza wakawaabudu wale watu badala ya Mungu, kwa sababu wanageuka, wanakuwa kama Mungu. Wakikwambia kesho asubuhi utapigiwa simu na Bakresa, it is done. Bakresa hakujui, atapambana, atakapambana akisha amekupata. Sio kwa sababu yoyote, kuna mtu ametamka, maneno yake anatengeneza system katika ulimwengu wa roho. You are already creating mfumo. Maneno yako yanajenga mfumo katika ulimwengu wa roho. So there is the kind of dimension you operate. Maneno yako yanageuka kuwa ni mifumo. Ukisema kuanzia leo sitakufa bali nitaishi, mifumo ya kuhakikisha utaishi inajengwa. Wewe una operate kwenye mfumo gani kwenye dunia hii? Wewe ni nani? Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtaongezewa.